Habari za wakati huu na karibu tena ni kupasha yale ambayo yanajiri sasa hivi nchini Tanzania na katika maeneo tofauti ya taifa hili tukufu la Tanzania. Habari za hivi punde ni kwamba maandamano mapya yanadaiwa kuandaliwa nchini Tanzania. Kulingana na ujumbe uliosambazwa sasa hivi ni kwamba maandamano hayo makubwa yanaandaliwa kufanyika tarehe hii rasmi, yakidaiwa kuongozwa na vijana wa Gen Z nchini Tanzania. Sasa Samia Suluhu Hassan aambiwa ajiuzulu kabla ya maandamano hayo kung'oa nanga. Bonyeza alama ya like kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele kabla ni kutaarifu ripoti hizi kwa kina na kwa urefu zaidi. Nchini Tanzania, sura mpya ya kushangaza ya ukaidi wa kisiasa inajitokeza, huku kundi linalojitambulisha kama Gen Z Tanzania likishirikiana na wanaharakati wa nchi hiyo ya Tanzania limedaiwa kuandaa kile wanachoeleza kuwa ni vuguvugu kubwa na la kihistoria la nchi nzima la maandamano. Vijana hao wa Gen Z wakishirikiana na wanaharakati wanaosambaza ripoti hizo wanaodai kutofungamana na chama chochote cha siasa wametoa matakwa ya umma kumtaka Rais Samia Suluhu Hassan aweze kujiuzulu mara moja kabla ya kuanza kwa maandamano hayo rasmi ambayo yameratibiwa kung'oa nanga mnamo Disemba tarehe 9 mwaka huu 2025. Kwa mujibu wa barua iliyosambazwa sana mitandaoni na mwanaharakati Maria Sarungi, kundi hilo linadaiwa ama linasisitiza kuwa maandamano yao yataendelea usiku na mchana hadi Rais Samia Suluhu Hassan aondoke Ikulu au madarakani kwa shinikizo la umma. Kulingana na barua hiyo iliyochapishwa na kusambazwa na Maria Sarungi ambaye ni mwanaharakati mtata, barua hiyo iliyotiwa saini na kile waandaaji wanasema ni mamia kwa maelfu ya raia wa Tanzania inaishutumu serikali ya CCM ya sasa kwa ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu, ikirejelea madai ya mauaji ya zaidi ya raia ambao wanadai ni zaidi ya 10,000, ambapo serikali imekanusha madai hayo kabisa, na pia inadai ya kuwa wote waliouawa hawakuwa na silaha katika maandamano hayo ya Oktoba tarehe 29 hadi Novemba tarehe 2 mwaka 2025. Barua hiyo ambayo imesambazwa na Maria Sarungi ambayo inadaiwa imetoka kwa waandaaji wa maandamano haya ambao wanajiita vijana wa Gen Z. Barua hiyo imeweza kuandikwa kwa lugha ya Kiingereza ama Kizungu kama unavyotazama kwenye screen yako, lakini nitakufafanulia ilichosema barua hiyo kwa lugha ya Kiswahili. Waraka huo unataja matukio haya kuwa ni ukiukwaji usiosameheka wa katiba na sheria za kimataifa, ambapo serikali iliweza kutenda siku ya maandamano ya baada ya uchaguzi, ikidai serikali imeshindwa pia kutetea haki ya msingi ya kuishi na uhuru wa kujieleza. Katika barua hiyo inadai maandamano hayo mapya kwa mujibu wa barua hiyo yatakuwa ya amani lakini yasiyo na kikomo, yakiratibiwa chini ya kile wanachokiita usimamizi wa kimataifa ili kuhakikisha usalama na uwazi wakati wa maandamano hayo. Wakati mvutano ukiongezeka, barua hiyo ya vuguvugu la Gen Z kama unavyoitazama kwenye screen yako iliyosambazwa na wanaharakati wa Tanzania inaorodhesha madai kadhaa ya ujasiri, ikiwa ni pamoja na kujiuzulu mara moja kwa Rais Samia Suluhu Hassan, kujiuzulu kwa Inspekta Jenerali wa polisi pamoja na mkuu wa majeshi ya ulinzi. Kundi hilo linasema kuwa viongozi hawa wameshindwa kimaadili na kikatiba kulinda raia wa Tanzania dhidi ya mauaji yasiyo ya halali na ukatili ulioidhinishwa na serikali. Hii ni kulingana na barua hiyo ya Gen Z au barua hiyo ya waandaaji wa maandamano hayo. Maandamano hayo yajayo yanaandaliwa kama kitendo cha mwisho cha upinzani wa kitaifa, kuashiria mabadiliko ya kihistoria ambapo vijana wa nchi hiyo wanasonga mbele kama sauti ya maadili ya uwajibikaji. Maandamano hayo mapya tayari yameibua mijadala katika mitandao ya kijamii na majukwaa ya asasi za kiraia, huku mashirika kadhaa yakionya kuwa Tanzania inaweza kukabiliwa na wimbi la machafuko mengine kama yaliyoshuhudiwa baada ya uchaguzi ambalo halijawahi kushuhudiwa ikiwa mazungumzo hayataanzishwa hivi karibuni. Vile licha ya mazungumzo kuweza kutajwa na serikali ya Samia Suluhu kupitia Emmanuel Nchimbi ambaye amedai ya kuwa kuna mpango wa mazungumzo ya maridhiano, lakini inaonekana kana kwamba Gen Z wanachotaka ni kujiuzulu kwa Rais Samia Suluhu Hassan kama vile walivyoandika katika barua hiyo. Hata hivyo, wachambuzi wa kisiasa wanaona kuwa wimbi hili jipya la matangazo ya maandamano haya mapya ya tarehe 9 Disemba
linakuja wiki chache tu baada ya maandamano yenye utata ya Oktoba tarehe 29, ambapo ripoti za nguvu kupita kiasi za polisi na vitengo vya kijeshi zilisababisha ukosoaji mkubwa wa kimataifa. Umoja wa Mataifa, yani Human Rights Watch, na Mahakama ya Afrika ya Haki za Kibinadamu na watu wote wameripotiwa kupotea malalamiko rasmi kuhusu madai ya mauaji na kuwekwa kizuizini kwa watu wengi. Barua hiyo ya waandaaji wa maandamano hayo inarejelea vikali ufisadi wa kiuchumi, ikiwataja watu mashuhuri kuwa ni watu wanaopaswa kuchunguzwa kwa kujilimbikizia mali bila maelezo katika serikali ya Tanzania. Inadai uchunguzi wa kimataifa kuhusu fedha zao na madai ya uhusiano na mikataba ya serikali. Tuhuma hizi, ingawa hazijathibitishwa, zimezua mjadala mkali katika duru za kisiasa na vyombo vya habari, huku baadhi wakiona kauli hiyo kutoka kwa barua hiyo kama changamoto ya moja kwa moja kwa mitandao ya madaraka iliyokita mizizi ndani ya wasomi wa kisiasa wa Tanzania. Miongoni mwa madai ya kuvutia zaidi katika barua hiyo ya jenzi ya waandaaji wa maandamano hayo ni wito wa kuachiliwa bila masharti kwa wafungwa wote wa kisiasa wanaoshikiliwa nchini Tanzania kwa sasa. Kundi hilo linadai kuwa zaidi ya raia 200 wameweza kuzuiliwa kwa kushiriki maandamano ya amani au kwa kutoa maoni yao ya kisiasa yanayopingana mtandaoni. Mashirika kutetea haki za binadamu, yakiwemo Muungano wa Watetezi wa Haki za Binadamu Tanzania THRDC na Kituo cha Sheria cha Haki za Binadamu LHRC, yameelezea mashaka hayo na kuitaka serikali kuhakikisha kuna uwazi katika kesi zote zinazoendelea. Aidha, kundi hilo kupitia barua hiyo linatoa wito wa kuwepo kwa mchakato wa kina wa mageuzi ya katiba ambayo yatalinda uhuru wa raia, kuimarisha uwajibikaji na kuzuia matumizi mabaya ya madaraka. Wanasema kuwa mfumo wa sasa umeshindwa kuakisi matarajio ya Watanzania wa kisasa na lazima ujengwe upya kuanzia chini hadi chini. Mahitaji ya mabadiliko ya katiba yanaonekana kuwa moja ya nguzo kuu za vuguvugu la maandamano hayo, ambao waandaaji wanasema yatafanyika Disemba tarehe 9, yanayoashiria msukumo wa pamoja wa mkataba mpya wa kijamii kati ya serikali na raia wake. Wanaharakati pia wamesisitiza wito wa kufanyika kwa uchunguzi huru wa kimataifa kuhusu jaribio la kumuua kiongozi wa upinzani Tundu Antipas Lissu mwaka 2017. Taarifa hiyo kutoka kwa barua hiyo ya waandaaji wa maandamano hayo wanaojiita jenzi wa Tanzania inasisitiza kwamba haki iliyocheleweshwa inanyimwa haki, na inasisitiza kwamba ukweli nyuma ya shambulio hilo lazima ufichuliwe ili kurejesha imani ya umma katika utawala wa sheria. Kujumuishwa kwa hitaji hili kunaunganisha maandamano ya sasa na simulizi pana la kihistoria la vurugu za kisiasa na kutokujali nchini Tanzania. Viongozi wa mashirika ya kiraia na wachambuzi wa kikanda na wanaharakati wanaonya kwamba maandamano hayo mapya ya waandaaji hao ya Disemba tarehe 9 yanaweza kuashiria mabadiliko ya mwelekeo wa kisiasa wa Tanzania. Wengi wanahofia kwamba ikiwa serikali itajibu kwa nguvu, mgogoro huo unaweza kuingia katika mzozo wa muda mrefu na matokeo mabaya kwa utulivu wa kitaifa. Wengine wanaamini kuwa vuguvugu la vijana linawakilisha fursa kwa serikali kushiriki katika mazungumzo ya kweli na kujenga upya uaminifu. Bado serikali pamoja na Samia Suluhu wamebaki kimya kutokana na mwanaharakati huyu Maria Sarungi ambaye anazidi kuchochea maandamano haya ya Disemba tarehe 9 kufanyika, huku leo akisambaza barua hiyo ambayo inadaiwa kutolewa na waandaaji wa maandamano hayo wanaojiita Gen Z. Wachunguzi wa masuala ya kisiasa wanasema muda wa maandamano hayo uliopangwa kufanyika Disemba tarehe 9, ambayo sanjari na siku ya uhuru wa Tanzania, ulichaguliwa kimakusudi ili kuongeza athari za kielelezo. Ni ukumbusho wenye nguvu. Wanasema kwamba vijana wanaona harakati zao kama maendelezo ya mapambano ya awali ya uhuru, wakati huu dhidi ya kile wanachokiona kama udikteta wa ndani. Serikali hata hivyo imeonya kuwa mikusanyiko yoyote ile isiyoidhinishwa itachukuliwa kuwa haramu na itashughulikiwa ipasavyo kisheria. Mwitikio wa kimataifa umekuwa wa haraka wakati huu, huku mashirika mbalimbali ya haki za binadamu yakitoa wito wa kujizuia na kuzitaka mamlaka za Tanzania na jeshi la polisi kuheshimu haki ya kukusanyika kwa amani. Umoja wa Afrika na Jumuiya ya Afrika Mashariki zote zimeelezea wasiwasi wake kuhusu kuongezeka kwa mvutano huo na zimejitolea kufanya upatanisho kati ya pande hizo mbili ili kuzuia kuongezeka zaidi.